The power of God came to his knees. Akasimama. And he arose. Akatembea. And he began to walk. Hallelujah. Hallelujah. Kama unacho kitu cha Mungu utajua unacho. If you have something of God, you will know you have it. Mara nyingine hatuna fedha na dhahabu ambayo ulimwengu unautazama. In other words, you do not have gold or silver that the world is running after. Lakini kile Petro alichosema anacho na sisi leo tunacho. But that which Peter said he had, even ourselves today we have. Kile Petro alichosema anacho na kwezi anacho. And that which Peter said he had, even ourselves we have. Hicho cha ajabu sisi tunacho leo. That great thing we have today. Hallelujah, 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 hallelujah. Ukitaka hata kama ni mtumishi, ukitaka Mungu akutumie zaidi, if you want God to use you in a mighty way, lazima ujue umeshikili nini Mungu amekiweka ndani yako. You have to know that which God has put in you. Kama una karama ya unabii, if you have the gift of prophecy, nabii anatumiwa na Mungu zaidi vile anavyojijua zaidi. A prophet is used by God too much more than he knows. Mtume anatumiwa na Mungu zaidi vile anavyojijua alivyo. Or an apostle is used by God in a mighty way more than he knows. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Lazima tuthamini tulicho nacho. We have to value that which we have. Hallelujah. Amen. Siku moja nilikuwa nyumbani. Mlinzi wetu anayelinda kanisa letu huko Arusha. One day I was at home. Our watchman who is in charge of our church at Arusha. Kwa hiyo alikuja, nilikutana naye nikamuuliza akiwa amevaa viatu vimeharibika sana. I met him and I asked him after having worn shoes that I had purchased. Nikamuuliza, wewe unavaaje viatu vimepasuka namna hii? I asked him, why do you wear shoes that are torn like this? Akasema, sina viatu. And he said, I do not have shoes. Basi nikaingia ndani nikachukua viatu pea mbili nikampatia. Then I got inside and took 2 pairs of shoes and gave him. Nikamwambia, tupa kabisa haya. Then I told him, throw these ones away. Nikamwambia, hivi uvae sasa hivi. Then I commanded him that wear these ones right now. Halafu hivi vingine utakuwa unavaa siku zako maalumu. Then others, the other pair you will have to wear on the special day. Basi akaondoka akaendelea na ulinzi wake. Then he left and went and continued with his services. Sasa kesho yake asubuhi kwenye saa 5 hivi, then the following day in the morning about 11 a.m. naletewa taarifa nyumbani kwamba yule mlinzi hayuko sawa. I got the message from home that watchman is not in a good mood. Nikamuuliza, kwani inakuaje? Then I asked, what is the problem so far? Wakasema, tangu jana alivyovaa viatu vyako, and they told me from yesterday that he wore your shoes. Alianza kucheka mpaka leo anacheka. He began to laugh. Even up to now he is still laughing. Ameshikwa na nguvu ambayo hawezi kuituliza. He has been possessed by the power that he cannot control. Hallelujah. Amen. Nikasema, unasema kweli? Akasema, ndio. I asked, are you saying true? And he said it is that way. Akasema, nenda ukamuone. Then they told me, go and look at him. Kweli nikaenda kanisani, nikafika pale. Then I went to the church. When I reached there, namkuta anacheka, analia, anatetemeka, yuko hivi. I found him laughing the whole day. Hallelujah. Amen. Kwa sababu amevaa viatu vya apostle. Because he wore the shoes of apostle. Hallelujah. Amen. Ninatembea na Mungu, kwa hiyo viatu vyangu sio vya kawaida. I'm walking with God. That is why my shoes are not ordinary shoes. Nguo nayoivaa sio ya kawaida. My attires are not the normal attires. Kila nilicho nacho sio cha kawaida. Everything that I have is not the normal one. Kwa sababu Mungu yuko ndani yangu. For God is in me. Hallelujah. Hallelujah. Popote ninapokwenda,
everywhere. It is not a must that I have to pray. Nikifika kwenye nyumba ya mtu nikapewa kiti nikakaa. When I reach someone's house and I'm given chair to sit on, baada ya mazungumzo, after the conversation, nikaondoka.